Nataka niwaelekeze masomo mawili ya muhimu sana kwenye ufugaji wa kuku ambayo watu wengi sana hawayajui. Na hapa tunaenda kuzungumzia stage ya muhimu ya kuweka kiota chako cha kuku ili walalie. Hapo ndipo somo letu litakapokuwa hii leo. Usisahau kusubscribe, kufollow na tushare kwa watu ambao wanataka kufuga kuku wa kienyeji na kutoboa kimaisha, ili wajifunze mbinu mbalimbali ambazo sisi Kokoriko tunazifanya na tunafanya kama utamaduni wetu na tumezoea, na tunataka watu wote wajifunze hiki tunachofanya ili nao waone tija kwenye ufugaji wa kuku kwa njia za kienyeji. Hatua ya kwanza tunayofanya shambani sisi baada ya kuku kutaga katika sehemu mbalimbali, tunawaruhusu watage sehemu zozote za kujificha ambazo tunazipanga. Lakini sehemu ya kulalia huwa ni tofauti kabisa na sehemu ambayo wametagia. Na hiyo inawezekana kabisa kwa kuwa kienyeji. Usiruhusu tu kuku alalie au kutaga sehemu mbaya. Atage sehemu nzuri kavu, lakini kwenye kulalia inabidi awe kwenye sehemu yenye ulinzi na nzuri sana. Kwako wewe unaweza kumweka hata ndani kwako kama banda halipo salama, lakini kwenye kutagia pia akatagia sehemu nzuri kama ya ndani. Sasa hapa tunayatoa mayai ambayo yametagiwa sehemu mbalimbali, na tunaanza kutoa kiota cha zamani ambacho tutaenda kukichoma, na kiota kipya hiki tumekiandaa kwa kuku wetu mpya ambaye tayari ameanza kulalia kwenye eneo hili ambalo kwangu naona si salama. Ni kwenye box hili, hewa haizunguki vizuri, lakini pia hatari ya kuingiwa na sisimizi na wadudu wengine. Kwa hiyo tunamtoa. Ni mbegu fupi ndogo kabisa, lakini imejitahidi kutaga mayai haya ambayo yanafika sasa 11. Mayai haya yote ni makubwa na nimeyachagua vizuri. Sasa naenda kumwekea hapa mayai ambayo nimeyachagua. Si yote yanapaswa kulaliwa na kuku. Madogo sana, makubwa sana yaliyoharibika au kupasuka inabidi uyale na ujipongeze kama mfugaji. Kwa hiyo kuhamisha kuku sasa kutoka kwenye sehemu anayotagia na kumweka sehemu nyingine ya kulalia inawezekana. Sio muujiza, inawezekana kabisa. Hapo tumeanza kumweka na utaona tunamalizia. Anakuwa mkali kidogo, lakini wewe kwa kuwa unamlisha anazoea. Haya hapa mayai namuongezea hapa, na wewe kiota chako imradi tu umetengeneza vizuri, mwekee tu, atayapanga mwenyewe. Kiota tunakumbushana kiwe na shape ya bakuli pale katikati, isiwe inasambaza mayai au yakaanguka upande mwingine. Na hivyo ndivyo tulizingatia, lakini tumeweka kiasili kabisa kwa majani ya mgomba, hasa kipindi hiki ambacho majani makavu yanakuwa ni nadra kupatikana. Kama unavyomuona ataachekecha na kuyapanga mwenyewe, hilo alituhusu. Na hapo anaweza tu akapata shida siku ya kwanza. Kama atatoka leo hii kwenda kupata chakula, atataka kurudi kwenye eneo lake la mwanzo, lakini msaidie tu, mchukue huko, mlete hapa. Ukifanya hivyo mara moja tu atazoea eneo hili na atatotoa hapo. Eneo hili ni salama kabisa, sisimizi hawataweza kupanda, vumbi halitawakuta, lakini nimewaweka hapo. Yupo na mwenzake mwingine ambao wote wanakaa sehemu hizo. Safari ya ulaliaji ndio itatuleta hapa kwenye vifaranga. Na hapa kuna safari nyingine kubwa ambayo yote hii inahitaji elimu kubwa ya uleaji wa vifaranga, ili hawa pia wawe kuku wakubwa ambao wanataga. Katika ufugaji wa kuku utakutana magonjwa mengi sana, na kama ukiwa haujui basi utaishia kununua tu dawa mara kwa mara. Lakini sasa nimekuleteeni kitabu hiki, kinaitwa Kamusi ya Magonjwa ya Kuku, ambapo ndani utaona magonjwa, maana, dalili, jinsi ya kujizuia na tiba zake. Ndio Kokoriko tumekuletea huduma hii hapa. Piga namba hizo muda wote, uliza lolote kuhusu changamoto yako kwenye ufugaji. Na kama hiyo haitoshi, kitabu hiki hapa cha uleaji wa vifaranga kwa njia za kienyeji, wengi wamekifurahia na kuku wao wanapona.